Amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yenu ndugu mpendwa ambaye unanisikiliza kwa siku ya leo. Ninakukaribisha kufuata vipindi vyetu kwa mara nyingine tena. Mungu wetu akubariki na aendelee kuwa pamoja nawe. Ninakutakia amani mahali popote ulipo. Mungu wa ahadi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninajua kwamba wewe ni msikilizaji mwema na kila wakati unatufuata kwenye vipindi vyetu vya Promesse TV. Ninakukaribisha kwa mara nyingine tena. Uko na mchungaji Barazengi za Michel kutoka kanisa la Ahadi Takatifu Eglise de la Promesse Divine Bujumbura, Burundi. Tunakukaribisha kwa mara nyingine tena. Mungu wetu awe pamoja nawe na endelee kukuneemisha na akupe maisha mazuri na akupe kumaliza mwaka vizuri katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninakutakia kumaliza hii mwaka vizuri. Hii mwezi ya 11 inaenda kuisha na ninakutakia kumaliza vizuri sana. Ninakutakia baraka mwezi wa 12. Wengine watakapohudhuria sikukuu hizo ambazo zitafanyika mwezi wa 12, nawe ninakutakia pia Mungu akubariki na upate na wewe kuhudhuria. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakukaribisha sasa kusikiliza neno hili la Mungu ambalo tunakuta katika kitabu cha Waefeso sura yake ya 4 mstari wake wa 10. Tunaongea neno la Mungu nzuri. Ninakuambia, nataka nikujulishe tangia leo, wewe si mtumishi tena, wewe ni mtoto wa nyumba. Haleluya. Wewe ni mtoto wa Bwana. Maana Yesu vyote alivyovifanya tulikuwa pamoja na alivifanya kwa ajili yetu, na pale pale damu yake ikatusafisha, na ilipotusafisha na sisi tukawa wazima, tukawa wana ndani ya nyumba ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Waefeso kinasema wamoja wamepewa kuwa mitume, wengine wamepewa kuwa manabii, wengine wamepewa kuwa wahubiri, wengine wamepewa kuwa wachungaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni Waefeso sura ya 4 mstari wa 11. Watu wote walipewa, au watu waliopewa vipaji hivyo walivipewa ili vipate kujenga ufalme wa Mungu. Nataka nikwambie, hivi vifaa ambavyo vilivyopanwa ili vipate kujenga ufalme wa Mungu havikupanwa bure. Hapana, vilipopanwa vilipanwa ili watu wote wapate kuvitumikisha, na wanapovitumikisha wavitumikishe sehemu mbalimbali. Hawatavitumikisha sehemu moja, maana wanaweza kugongana, lakini vyote vitatumika, kila kitu kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Huwezi kukamata mchungaji akiwa anahubiri na wewe uanze kutoa. Si kukamata mtumishi anapohubiri, mwinjilisi anapohubiri, alafu na wewe pastor uanze kusema hapana, angalia hii imevunjika na hii imefanya nini. Hauwezi kuwa wewe mtume, hauwezi kuanza kazi zako za kitume kwenda unaanzisha makanisa mahali na mahali, alafu mchungaji aje akwambie wewe haufai. Hapana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unafaa, tena unafaa sana. Sasa kitu kiko ni nini? Makanisa za walokole. Nataka niwaambie vizuri na munielewe. Unajua kwa nini makanisa za walokole zina fujo wala kuna shida kila siku? Shida zipo maana munafundisha watu vile vitu ambavyo haviafikiwa kiwango chao. Bwana Yesu asifiwe sana. Utanambia kivipi watu wanafundishwa vitu ambavyo hawajafikia? Acha nilikwambie. Bwana asifiwe sana. Watu wengi wanafundishwa mambo ya kichungaji na wakati wao hawajawa wachungaji. Wengine wanafundishwa mambo ya mitume na wakati wao hawajawa mitume. Wanafundishwa hivyo namna gani? Wachungaji wanapofanya mikutano yao, wanapofanya marenyo, wanaita wainjilisti, wanaita wamama wa maombi, wanaita waimbaji. Hao wanaoita wanakuja kwa zile marenyo za wachungaji, na wanapokuja kwa zile marenyo za wachungaji, mara moja wanagundua siri za wachungaji, na kifika mahali ambapo ametoka mchungaji akisema na kipotoka kadogo, watamwambia we haujui, kuna sehemu ambapo tulikuwa ni kwa wachungaji wenzako walifundisha hivi na hivi na hivi na hivi, maana yake we haujui. Unasikia sarau
mahali ambapo inapotokea. Lingine inakuwa yeye wachungaji wanapofanya mizaa, ile mizaa wanayofanya, wale wainjilisti wanachukua ile mizaa wanaipeleka makanisani na wanaanza kuwaona wachungaji hawafanyi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua watu wengi wenyewe ndio wanajivua uheshima. Kama wewe unajivua heshima, lazima heshima yako itavunjika. Lakini ukijivika heshima, heshima yako itakuwepo. Wachungaji, renyoza wachungaji, fanyeni renyoza wachungaji. Ndio mnajenga mwili moja. Tayarisha siku ya nyinyi wote kukutana. Lakini siku zingine acha kualika wainjilisti, acha kualika watu wa maombi, acha kualika wale wengine. Hapana, fanyeni renyo zenu peke yenu na muibiane masiri nyinyi wenyewe. Bwana, mimi kanisani nafanya hivi. Bwana, kama mimi naendelea, nimefanya hivi. Bwana, mimi nimeendeka namuna hivi. Sasa utamwambiaje mchungaji mwenzako? Mutashauriana namuna gani wakati munaika pamoja na watoto? Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mwingine inatakiwa kukata hadithi kama watoto wameshasinzia. Maana wale watoto watakaposikia ile hadithi wataenda kusema hadithi fulani tumeisikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna kitu hata kimoja utakachofanya. Ndugu zangu wachungaji, kuweni na siri za kazi yenu. Fanyeni marenyo nyinyi wenyewe, na munapofanya marenyo nyinyi wenyewe, ibianeni masiri, ongeeni nyinyi wenyewe. Lakini musialike katika marenyo zenu au katika maombi yenu. Kuna maombi ambayo iko tofauti na maombi ya watu wengine. Wachungaji wanapaswa kuomba maombi ambayo iko tofauti na maombi ya watu wengine. Sasa we mchungaji, kama mwinjilisti anakushinda hata kuomba, we utakuwa mchungaji wake namna gani? Jueni kuwa nafasi za wachungaji na kuongea mambo ya kichungaji, na kuwa nafasi za wainjilisti nao waongee mambo ya kiinjilisti, nafasi za mitume nao waongee mambo ya mitume. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua utanichukia, lakini japokuwa unichukie, hii ninayokuambia ni maneno mazuri. Hii ninayokuambia ni maneno makubwa. Hii ninayokuambia ni maneno ya kujenga. Utakapoyafuatisha, utaona kwamba wainjilisti watakuheshimu, wengine wote watakuheshimu, waimbaji watakuheshimu, maana hakuna siri zako ambazo wanazojua. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ninajua utanichukia, lakini nataka nikwambie, watu wengi, wachungaji wengi waliozini makanisa ambazo wanazochunga, wanazini mule ndani. Wale ambao waliozini nao hawawaheshimu tena, maana wameenda kuzini nao. Wanajua anaposimama na mikrofoni anasema, ule ninamjua yote, hata namjua hata kovu iko nyuma ya mgongo, mimi naijua kila kitu chake, nakijua. Sasa nanambia nini? Kitu gani atakachonambia? Hebu sikiliza maneno kama hayo. Mtoto wa imani anaanza kuambia maneno hayo, unasikia? Ni mambo mabaya, ni mambo ambayo haifai. Ndio, utanichukia, lakini nakuomba uyazingatie, na Mungu akupe hekima ya kuweza kuyatambua na kuyaelewa. Asante. Ulikuwa na mchungaji Barazingi za Michel wa kanisa la Hati Takatifu Eglise de la Promesse Divine. Ndio ulikuwa pamoja naye katika studio za Promesse TV. Tunakukaribisha tena kwa mara nyingine tena na kufuatilia vipindi vyetu ambavyo vinavyofuata. Asante, ubarikiwe na Mungu akubariki. Karibu tena, tuendeleshe na kufundisha nawe pia.